Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania haifiki hivi. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana na habari za jioni. Mabibi na bwana. We attend a lot of conferences. You know conferences, right? We attend a lot of conferences, but in fact, they are not conferences. They are manferences. Ni vya wanaume, si ndio, eh? And we attend a lot of panels, discussion as well, but in fact, they are not panel, they are manels, isn't it? Leo na raha na furaha ku attend a real conference and a real panel discussion. Thank you. As we do kwenye vikao vya bodi, one of the early things to do is to declare interest. Na mimi, I wish to declare interest. I'm a man. So I was listening to dadangu Brenda, and she was doing a lot of baby. I will not use those words, right? I'll say dada zangu, mama zangu, apwa na kadhalika na kadhalika. We'll have about an hour. I know time, imekwenda. I will try to use the time well, but about an hour. A bit to introduce the subject, halafu sasa tufanye unpacking, demystifying na to open up kwa kile ambacho tuleta. Meelezwa kuhusu mimi, I don't know nani ameandika kwa sababu I think it makes my job even more difficult. Matarajio yenu ni makubwa sana. Na leo asubuhi nilitayarishwa pia na dadangu Tumaini kuhusiana na mchango wangu Tauka. Na kwa kweli kwa kiasi kikubwa ninaguswa na haya mambo na I am very proud kupewa nafasi hii ya kuzungumza. Definitely wanawake wengi wangeweza kufanya kazi hii. Lakini probably you wanted to break the monotony, isn't it? Ya sauti badilike kidogo na suti. Hichi kiti sio tu kiko, ni alama ya kukosa maono, ni alama ya kukosa usimamizi mzuri vya tarishi, ni alama ya kukosa kuendeleza vipaji. Fikirie mtakuja na alama nyingine nyingi zaidi. Kuhusu hichi sio kilichopo hapa hapana. This is a boardroom chair. This is a what? A boardroom chair. And do you know why it is empty? Nani alipaswa kukalia? Nani alipaswa kukalia? Sema mimi. Kila mmoja ajinyoshe kidole aseme mimi, si ndio, eh? Na hayo yote tunayokosa wewe ndio unatukosesha. Tuko pamoja? Hayo yote ambayo tunakosa ni wewe ambaye unatukosesha. I was once sat on a board where a liquidity ratio, mimi ni kama MC tu hapa, sina CPA, kwa hiyo sijui exactly what is a liquidity ratio. Hauko peke yako. Page 72 notes huko. And everyone thought it was technical. But there was one brave woman accountant who raised her hand and asked, "What about these receivables?" There was a big silence in the boardroom. Miezi mitatu baadaye, that number nearly collapsed because I don't know how many of you listen to Shakira. Unamjua Shakira? Na Beyonce. Wanasema figures don't lie. They are not talking about their figures. They are talking about numbers in the boardroom, isn't it?
Yeah, namba haziongopi, si ndio eh? Puni karibu ife. This is why it is very important yote, lakini ni kwa sababu wanawake wahasibu will boards. Nyote mnajua kazi ya kubalance, si ndio eh? Na kadhalika. Then tunahitaji kubalance the board. It is a chair of lost insight and missed opportunity. Na ningependa mpaka tukimaliza leo tuwe tumepata majibu ya hili. Kwa nini? There is a paradox. Tanzania 40% ni ma-accountant. Roughly, msinikabe. At least 40% ni women accountants. 20 or less wanna hold the board seats. We are rebalancing. The math does not balance here. Tufanyeje? Na matatizo yote haya, bodi ambazo zimekaa, zimenasa, bodi mgando, bodi ambazo hazifunguki, haziendi kwenye mambo ya msingi kama haya. Talent is being wasted at critical decision levels. Kasoro tumesikia asubuhi BOT wameanza na mguu wa kulia mwaka jana. Probably kwa sababu pia ilipita busara katika uteuzi kusema tuweke deputy governor mwanamke, si ndio? Yeah. Kasema hapana, haiwezekani, let's do this, na ameshatuambia kwa kiasi gani tayari maendeleo yamefika mbele. Tukitaka kudili na hilo swala tutapitia kwenye la mwanzo swala hilo hapo, self leadership. Jamani, uongozi, ametoka kuzungumza dadangu Brenda hapa, unaanza na wewe. Uongozi unaanza na mimi, msiseme na wewe tena, hapana. I'm talking to you. Uongozi unaanza na wewe. Kuna level kama 4 za uongozi, lakini ya kwanza ni self leadership. Are you ready? Leo amekuambieni machache, lakini I can tell you, mimi sijui uchawi, sijaona uchawi, lakini uchawi mkubwa kabisa ambao unaufahamu umekuja kusemwa na sponsor wetu wa Azania hapa kuhusiana na investment. Sawa eh? Kuhusiana na investment. Sasa investment ziko za fedha, dada yangu wa Azania, lakini ziko pia za potential na knowledge na kadhalika. Kiasi gani tunajiendeleza? Tunasubiri mpaka Brenda aje mwaka kwa mwaka atukumbushe na labda tujafanya na kadhalika. Ni muhimu sana kuweza. So this is here ni quadrants 4 za jinsi ya wewe wa ujue unavyojiweka. I think you know exactly which quadrant uko leo, ama average ya sisi tulipo, na wapi unatakiwa uwepo ili uweze kuwa. You are a very good accountant, extremely good accountant. Lakini when you want to become a board member, board ready, then your technical mastery has to meet your strategic leadership. You start thinking strategically. You start behaving strategically, and so on and so forth. So hilo ni jambo la kwanza, lazima tuanze na sisi. Jambo la pili, twende kwenye change. Change haiwezi kasimama peke yake, lazima ibebwe kindaki na wote tulioko hapa. Kwa hiyo ukitazama katika msingi huo utakuja kwenye systemic mindset. Again, changamoto ndio maana nimemtaja kwa mfano deputy governor leo, kwamba by her being changed, then there was a systemic mindset ya kubadilisha hapo. Lakini sisi tunaongea kwenye mabodi, dada yangu Brenda amezungumza vizuri, sina haja kurudia kuhusiana na yeye amefanya nini. Wangapi mkisimama hapa mkakalia kile kiti, wale wachache waliokalia kile kiti watasema intentionally walifanya vipi na sasa hivi wamefikisha wapi. Kwa hiyo hilo ni eneo kubwa sana, lakini hilo pia linahusu na wanaume
na makampuni na kila kitu, sio peke yenu wanawake. And then structural systems where we need to change processes, frameworks and sustainable change. Na tusipiganie, zamani tulikuwa tunasema tunapigania sisi wanawake pia tufikiriwe. Hapana. Kwa sasa tutengeneze message ya kwamba kwa mwanamke kukaa kwenye bodi ama kwenye kiti cha uongozi ni risk management, ni performance na ni trust. Kwa hiyo tubadilishe maneno yetu ya kugombea kusema kwamba sisi tuko wachache na wale wako wengi. Hapana. Ni gap ambayo jamii inasafa kwa nyinyi kutokuwepo pale. So the power of critical mass, tukitaka kuendelea mbele zaidi, tuondoke kwenye token effect. Some of what kodi ya Benki Kuu inachokifanya ni kupigania a bit of token effect. Lakini tujenge from token effect to critical mass, and then tuje kwenye performance boost ili kusudi tutoke hapo. Now if you look at it, then how do we build the system-wide effort? Let's deal with the regulators. Kwa hivyo tusiishie kwenye kodi ya Benki Kuu. Mimi kwa niaba ya ODT na kama ODT tumeshaanza kupush CMSA katika kodi yao waweke hilo swala la kuleta mabadiliko kwa wanawake. Tushirikiane, bie TIRA wanasimamia insurance, si ndio? Tutoke hapo tumwambie TIARA anasimamia all state-owned enterprises na kadhalika. Kwa hiyo then institutes ziko nyingi, TAUKA mojawapo. I stand here speaking on behalf of IODT, ATE, I think Uongozi Institute wanaendesha nani. All of them should as well say, so that wanaume wakisema wanawake wenyewe wako wapi, mweze mkawajibu wako wapi. Sawa? Lakini pia tuhakikishe tuna washirika wengi zaidi, alafu tuende na kwenye mabodi as well. Sasa in order to do that, probably what we need to talk to ni kusema iko wapi system ambayo inazungumzia wanawake waliowezeshwa, ili wasiende huko wakasema mnaona wanawake wenyewe mliotuletea ni hawa na kadhalika. Nilikuwa nimepanga kuzungumza zaidi kuhusu IODT, lakini MC amezungumza na kwa kweli nimefarijika na nimepata. Hata sasa hivi sitaki kuwatisha, lakini kuna maprofesa hapa na nani ambao ni wanachama wa IODT, lakini pia wamepita katika kozi zetu na wanaweza wakatoa ushuhuda kuhusiana na jinsi gani tunafanya vizuri katika kuwatayarisha wanawake. Kozi yetu kwa mfano ya certification directorship ina assume mtu ambaye hajawahi kukaa kwenye bodi hata siku moja, akimaliza training ya siku 5 akawa na uzoefu wa miaka 3. Ina maana hata kuwa na wasiwasi wote wa kuingia kwenye bodi, kuliko yule ambaye anasema nenda kaanze kwenye bodi ndogo ndogo ujifunze alafu uweze kunani. Lakini baada hapo, ili uwe kiongozi madhubuti na mahiri, unakuja kwenye master in directorship ambayo sasa inafungua level kwa mfano za leadership, mambo mmeambiwa leo, kuwa na purpose, kuwa na intention na kadhalika. Ukishachaguliwa kwenye ama kuteuliwa kwenye bodi, you can have what we call the 90-day plan. Mara nyingi sana ukikaa kwenye bodi muda mrefu, you get a very interesting, way ya kutazama newly appointed board members. Wengi hawajui kwa nini wameenda kule, na wengi wanafikiri kwamba they have to make an impression on the first day. Hapana, you need uende ndani ya bodi, ujifunze, uone what kind of atmosphere na vibe iko ndani ya hiyo bodi, uweze kujua personalities zikoje na kadhalika. So 1 to 30 days ni days za kuweza kupapasa na kujua what you need to do. Then day 31 mpaka 60 ni ya kubuild alliances, kujua who are the key allies and power structures, ili kuweza kuchangia vizuri zaidi, na una take over kuanzia day 61 to 90. Zamani tulikuwa nasema she spoke softly, a big stick. Si ndio? Zungumzo yake ni mtaratibu sana, lakini alikuwa na fimbo kubwa kweli. Sasa kwa accountant tunasema she spoke softly, lakini calculator kubwa.
Kazi yake anapiga kwenye mshono wa ratio, si ndio wa risk management na kadhalika. That's what you want to target to become unapotaka kuserve kwenye board. Sasa unapoingia kwenye board lazima ujue jinsi ya na influences ambazo ziko ndani ya board. Kwa hiyo jinsi gani you want to know chair zake, the CEO and the company secretary. Inarudi pale ambapo tunajifunza kutoka kwa dada Brenda kwamba you need to be able to deal with your influence as a leader by building stronger, solid trust. Si ndio unahitaji uwe na trust kubwa sana kama ilivyo. Kwa hiyo inawezekana wewe umezaliwa you are an introvert. Sio kosa. Dada Brenda alisema kwamba umekaa hapo hujamsalimia hata mwenzako, sio kosa, tumezaliwa hivyo. Kuna watu akitoka mtaani kwenye mlango wake wa geti akiona watu wanakuja anarudi ndani kwanza paka wapite, alafu ndio anani. Sio kosa. Lakini unahitaji mafunzo kuweza kuwa na preferred behavior ambayo itakuweza, si ndio uweze katika watu wengi kubehave in a different way. Uongozi saa zote ni kuweza open up to your people. There is a topic too, lakini there's going to be a very good presentation. I expect I will not be there by dadangu Neema Msusa anapozungumza infections is one of the issues. Na waibia kidogo si yuko wapi atanisamehe. Lakini mambo hayo ya wewe kuweza kujua kwamba kama kiongozi ni lazima uwe a lot of influence, na influence hiyo itatokana na wewe kuchukua your right position. Sasa wakati tukielekea mwisho wa mazungumzo yangu kabla ya panel discussion, ningependa tuingie commitment hii hapa. Na when we are doing resolutions, dada Tumaini, then I think hii na propose ichukuliwe, si ndio Kwa hiyo cha kwanza wewe mwenyewe you'll have to develop mastery, build networks, pursue opportunities. Sana. Kuna dada alizungumza hapa akizungumzia kitabu cha Ora Labora cha marehemu Mzee Mkapa, si ndio ya kazi na sawa ya siku anazindua mimi nilikuwepo, na alisema kitu ambacho watu wengi hawakukatch kwa sababu I think hawako katika ninachokifanya mimi. Alisema wakati huo alipozindua, nafikiri it was a few months before hajafariki, na alikuwa ni rais mstaafu, alikuwa ana mentor bado. Can you imagine wewe leo huyu ulipo hapa afu hauna mentor? Does it make sense? Naomba mjibu kwa sauti. Does it make sense? Yeah. A retired president, si ndio kufariki alishamaliza kila kitu. Manake Brenda alisema hapa, yule alizungumza hapa akasema jitayarishe watasema nini wakati ukishakufa, si ndio Yeye alishamaliza matayarisho yote yao na bado alikuwa na mentor. Of course alielezea pia anahusiana vipi na mentor. Kwa hiyo nafikiri utakaoondoka nalo kubwa hapa ni la kuwa na mentor, definitely na sponsor, na mimi nitaongezea vitu vichache kuhusu sponsor. Mwenyezi Mungu sio sponsor yule, nasikia vicheko vikubwa. Mwenyezi Mungu sawa zaidi yetu. Wewe kama ni mjanja siku zote uta ambaye amekuzidi, si ndio Sasa zamani wale masponsor wa vile tulikuwa tunasema hakikisha umeshika mikia ya koti lake. Unaona koti langu lina mkia ili yeye anavopaa na wewe unapaa naye, si ndio Shika sketi yake. Shika yake ili anapopaa na wewe unapaa. Ni kazi ya sponsor kukufungulia milango, na mara nyingine bila hata wewe kufikiri wala kuomba. Akiona tu kuna kitu kimetokea anasema fulani itamfaa, anakutaja afu ndo anakupigia simu kuambia nimekutaja mahala fulani. Hivyo ni ngumu kupasua what you know as the glass ceiling kwa upande mmoja na kadhalika. Kingine, jitahidi kuserve kwa kujitolea. Wengi wanatafuta hata hizi bodi zote wanasema mbona bodi sitafutwi? Hapana. Kuna bodi za shule, kuna bodi za kanisa, za msikiti, kuna bodi mpaka za kwaya ya kanisa, si ndio? Omba huko uanze kufanya kazi. Nitoke bodi MSD, CRD na nini zitakuja, si ndio Lakini anzia mahali
hiyo tengeneza and pursue those opportunities. Lakini boards die na tupush kiasi cha kwamba tuweze tukapenya kwa urahisi, institution ziweze adopt that, and that's when we'll balance the ledger of leadership. Kwa tukiondoka tukubaliane jinsi gani pamoja na kubalance hizi trial balance na kila kitu, tuna new trial balance ya kubalance ambao ni ledger of leadership. Let's balance ledger of leadership, tutafika mbali. Na kwa nini tufanye hivyo? Tutafanya hivyo kwa sababu wanawake na wengine wote, minority wote, sio wanawake tu, Gen Z, kuna sehemu zingine ambazo zinahitaji thinking tofauti na kadhalika. Decision making ina improve by 60%. Return on equity ni kubwa kwenye nani. By the way, watu wengi wanafikiri kwamba ni wanawake tu wanaongeza. Hapana. Unapoona kampuni tayari na utayari wa kufikiria kwa upana wa kuweka wanawake, tayari hiyo kampuni inajua jinsi ya kudeal na stakeholders wake. Kwa hiyo huo ni msingi mkubwa wa kufanikiwa kwao. Lakini pia innovation. We think differently. Men are from where? And women are from? Yeah, we think differently. And it's complementary. Sio kama mmoja anaya kuliko mwingine. It's just complementary. Innovation will grow up. Like risk management, have that gear risk management popote wanachokifanya chochote kile. Makuzi yao yamewatayarisha kama hiyo, lakini wiring ya akili zao pia na kadhalika wametayarishwa pia katika hali kama hiyo. Yeah, so own your readiness, my dear sisters, mothers, and daughters. Develop governance capabilities. Kamata yoyote, mimi sisemi tu IODT, I tell you one of the best kuanza na kuingia kwenye bodi za IODT. Kwa kuzungumza hapa nitaweza specifically tuenende vipi when it comes to mentorship. Then implement genuine diverse strategies, set measures, targets and accountability ili tufike mahali fulani. Wakati wa kwanza mimi nikifundisha mwaka jana imepita kodi ya benki kuu, men wengi wakasema that's just politics. You can imagine kabisa katika mimi nafundisha kitu gani kitatokea, this is just politics. And then as well, kiti subiri, si ndio? Lazima umalize. Andika CTA. Call to action. Call to action today. Wale najua ambao wako kwenye bodi zaidi ya moja, si ndio? Norway wanaitwa golden skates. Sketi zao ni za dhahabu, si ndio? Ya wale wengine nataka nione mikono. Nani anataka kukalia hichi kiti? Mikono juu. Nani anataka kukalia hichi kiti? Wachache sana. Sioni mikono. Nani? Naam? Nataka nione mikono tu. Nani fanya hivi mkono wako? Nani anataka kukalia hichi kiti? Nani anataka kukalia hichi kiti? Yeah. So that's a commitment kwamba kama tunasema Madam Msangi hapa wamekalia hicho kiti. My last slide. This is your next board readiness assessment. Join Tauka membership. If you are multiple membership, so you are identify. Lakini the future, kama alivyosema again Madam Brenda, kwamba future kwa ajili ya women, wanawake, na nimesha kunisikia nikizungumza NBAA na Tauka pia. Sio wanawake accountants, hii nyinyi na wanaume mna share. Hizo si hivi utamu kiasi gani DF
ama CFO, mimi sielewi. You never get them to become the CEO. Hamna mtu anayejua taasisi vizuri kama accountant. Nakubali? Yeah, kwa sababu unajua hela inaingia wapi, inatokea wapi. Inagusa kila mahali. Inagusa. Lakini for some reason, hebu angalia kuna ma-CEO wangapi kwenye body cup. Yeah, anzeni hivyo viti kwa kwenda, sababu mnadaiwa na jamii, mnadaiwa na vizazi vijavyo. Yeah. Effective governance, governance ya kweli ina sifa 3. Diverse, strategic, na hilo ndio ambalo tuna target. Sasa baada ya kuyasema hayo, pamoja na mtakuwa na maswali kichwani, tutakuja ku-unpack mimi na panel yangu. I think there are 3 wonderful ladies, women accountants as well. They go together, I think. Unakuwa smart kwenye akili, Madam Mwanasheria. Alafu unakuwa smart kwenye pesa, si ndio? Alafu utakuwa smart kwenye governance. Ningependa kuwakaribisha hapa juu CPAs. Sijamuona. Naombeni mumpigie makofi makubwa kabisa mpaka atakapofika hapa. CPA Mzinga hahitaji encouragement, anahitaji kuwa appreciated. CPA Kiure, makofi makubwa, anahitaji appreciation. CPA Dr. Kiure. Na last but not least ni CPA Professor Mori. Okay, once they've sat again, please a big round of applause to them. Makofi hayatoshi, ndamwambia MC aje awasababisheni mpaka 10 hapa za miguu za mikono. Hii ndio inawakwepesha mnafanya mazoezi kwa kupiga makofi. Burn some calories, please. Okay, so while I'm going to take my chair there, I would ask the first question, and there will be a quick introduction, probably one, and appreciation or preference, you know. I think, yeah, you have of you mics. So, leaders go first. Who's going to be more of a leader? Okay. Asante, habari ya jioni. So my name is Neema Mori, and I have to declare interest that I am not a CPA, unfortunately, but I am a finance person. And I take this opportunity to thank you very much for inviting me here. Ninawashukuru sana kwa kunipa hii nafasi, kwa sababu ninajifunza na nimeshajifunza toka nilipokaa hapa asubuhi mpaka muda huu. Mimi ni mwalimu, ni Professor of Finance pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na pale ninafundisha masomo ya finance, banking na investment. Asante. Lakini pamoja na walimu huo pia nimepata neema ya kuwa kiongozi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama mkurugenzi kwenye idara ya huduma kwa umma au Directorate of Public Services, ambapo tuna support university in linkaging with the industry. Na kingine ambacho pia ninatumika na ambacho kinahusiana na session hii ni nakaa kwenye baadhi ya boards, ni board nikitaja baadhi
Kwa sasa ni mwenyekiti wa bodi ya benki ya CRDB Bank Group. Na nimeanza nafasi hiyo kuanzia Julai mwaka huu, lakini kabla ya hapo nilikuwa makamu mwenyekiti na vile vile nilikuwa mjumbe. Kwa hiyo nimetumika kwenye bodi ile kwa miaka 8 sasa. Pia ninakaa kwenye bodi ya Air Tanzania ambako pia ni mwenyekiti, na ninamshukuru Mungu kwa neema hiyo. Na bodi ya mwisho ambayo pia ninatumika kama mwenyekiti ni bodi ya ushauri ya BRELA. Asante. Asante sana, asante sana. Tumeazima pia kwa kima Samori. Asante. Kiti lakini sijawachukulieni kiti chenu. Now back to Mzinga in terms of order. Karibu sana. Asante sana facilitator, lakini nishukuru management na waandaaji pia wa mkutano huu kwa kutengeneza hichi kitu kizuri sana kwa ajili ya kujiandaa kuoccupy the open seat. Jina langu naitwa CPA Anna Tenga Mzinga. Currently ni country director wa shirika la WaterAid Tanzania. Ni shirika la kimataifa ambalo liko katika nchi zaidi ya 22 duniani. Lakini nimekuwa na safari nzuri tu ya kujifunza kuanzia grow kwenye career ya finance. Na nimegrow, sijui kama kuna department ya finance ambayo sijakaa, kuanzia kuwa payroll accountant, kuwa cashier, kuwa head of finance, and then kugrow kushika department za operation mpaka kufikia kuongoza shirika kwa sasa. Ni safari ambayo imenifundisha kwamba sijui kwa nini CPAs they are not CEOs, because you cover almost 80%, unabakiza tu strategy part of it ambayo you can learn on top. Kwa hiyo ni wa encourage hizo nafasi zikitokea kwenye mashirika mengine, hata kwenye mashirika ya kwako, go for it. Kwenye nafasi chache pia ambazo nitazi-mention kwa sababu niko all over, labda hizo chache ambazo nitazitaja, mimi ni mshauri kwenye bodi ya kimataifa ya shirika la UEM ambalo makao yake makuu yako kule Ujerumani na inafanya kazi Ujerumani, Asia pamoja na Afrika. Nimefanya kazi hiyo ya ushauri kwenye masuala ya fedha kwenye board kwa muda wa miaka 7 sasa. Na bado ninaendelea na miaka 3 mpaka nifikishe 10 years Mungu akipenda. Lakini iko kwenye board ya Maendeleo Bank kama vice chair, na hapo pia nimefanya kwa muda hata kupita wa regulatory. Kwa hiyo niko kwenye kipindi cha mwisho, ni mwaka wangu wa 13 sasa kwenye board. Niko pia kwenye board ya Muhimbili National Hospital, ni chair wa audit na risk management. Lakini pia niko kwenye kamati ya business development ya Muhimbili National Hospital. Ninakaa pia kwenye vikundi mbalimbali. One of the group ambayo niko very proud of it ni kikundi cha wake wa wachungaji wa KKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, ambayo mimi ni founding member wa investment group ambayo ina shares more than $1 billion now kwenye vikoba, running it in a manner that it should be done. Kwa hiyo making an impact also to other women who are not really accountants ili kuadd value kwenye jamii. Niishie hapo, lakini pia kwenye darasa letu la Tambaza, nimesoma Tambaza 1997, tuna investment ambayo mimi ni chair wa hiyo pia, and we are investing in different areas and we have more than 500 million, a group of 36 people. Thank you very much. Asante sana, na sasa tumsikie CPA Dr. Kiure. Asante CPA Kambi. Kama alivyonitambulisha, mimi ni Neema Kiure, ni audit partner, assurance partner Ernst & Young. Kwa nimekuwa kwenye audit huu ni mwaka wa 26. Kwenye upande wa boards, nimekuwa kwenye board ya International Public Sector Accounting Standards Board
kwa miaka 8 nikiwa na represent Eastern and Central Africa. Actually nilifanya miaka 2 kwenye kamati, miaka 6 kwenye bodi. Kwa hiyo nilimaliza mwaka 2023. Baada ya hapo nilihamia kwenye International Federation of Accountants nominating committee mwaka 24, mwaka jana na 25, term ni miaka 2. Kwa hiyo nimemaliza term yangu ya miaka 2, nashukuru wameniongezea miaka 2 tena. Kwa hiyo nimemaliza term yangu ya kwanza ya International Federation of Accountants nominating committee na wameniongezea miaka 2, nashukuru sijawaangusha. Kwa hiyo nitaendelea mpaka 2027 nikimalizia term ya mwisho. Lakini pia Prof ni mwenyekiti wangu katika bodi ya Air Tanzania. Kwa hiyo tuko wote kwenye bodi ya Air Tanzania. Niko pia kwenye bodi ya PPRA tukipambana na manunuzi, na pia ni mjumbe katika mahakama ya kodi ya Tanzania TRAT. Professionally bado nipo kwenye kamati Africa Professionalization Initiative. Ni initiative ambayo tunaangalia ni jinsi gani to professionalize accounting and auditing in Africa. Tuko chini ya PAFA, Intosai pamoja na AAAG. Tuko based South Africa, Pretoria. Kwa hiyo sana sana ni kuangalia how to train and coming up with training programs kwa ajili ya Accountants Africa. On the other side, nakaa kwenye bodi ya Takwa Orphans Trust. Ni trust ambayo tunachangishana pesa na kuchangisha watu kwa ajili ya kusisitiza kwamba yatima wasipelekwe kwenye vituo, rather walelewe nyumbani na familia zao. Kwa hiyo wakiwa kule kwenye majumba wanayokaa ya ndugu zao, kwa sababu wengi unakuta wanaenda kwenye vituo kwa sababu hali za familia wanazotoka ni duni. Kwa hiyo tunapeleka matumizi ya wale watoto kule kwenye zile familia na kuwalipia school fees na kuangalia kwenye mambo mengine. Kwa sasa hivi tuna watoto kama 2,000 na tunashukuru wengine wameshafika mpaka vyuo vikuu. Kwa apart from the profession, that's what we are doing. Asante sana. Asante sana. Makofi hapa moja pia. We have a very heavy line, the heaviest we could get here. And I want to repeat again, we are not here to discuss, to find out the why. Na ndio maana presentation yangu ilijikita zaidi katika hilo swala. Tuna focus on the how kwa kiasi kikubwa, na saa zote at the back of our minds ni the accounting advantage. Narudia tena, sio swala la charity to women, ni swala la jinsi ambavyo makampuni yatafaidika na women accounting advantage. Sasa tukitazama hili nyote pamoja na washiriki hapa mbele, tumegundua sisi ndio dawa ya mwiba wa notes kama receivables na tatizo gani. Na ili kuyapitia haya pia tuangalie, tutapitia kutoka pale tulipozungumzia kiti kijazwe na accounting advantage specifically from women. Then tutasikia kutoka kwa panel jinsi gani ya kukipata kiti, lakini pia tutasikia kutoka kwa panel how to hold the system accountable, vipi tuipush system ili iweze kujibu. Lakini pia tutazungumza kwenye organizational politics. Mara kwa mara wanawake are very good born leaders, lakini wanatishwa sana na organizational politics. It's a tough world out of there, na hilo tatizo. Na mwishoni tutajaribu kuona je tutachomoka vipi hapa tulipo. Sasa ningependa kusema pia kwa board chairs wako hapa mbele, lakini wako wengine huko. Think jinsi gani unaitumia audit committee as your strongest line of defense, na uiondoa isiwe weak, na kwa hivyo ungehitaji kwa kiasi gani accountants na accountants wanawake. Na je on imaginary way, kama wiki ijayo
committee yenu itakaa, unafikiri jina la kwanza litakuwa la mwanaume ama la mwanamke? Na kingine tulizungumzia kuhusu jinsi ya sponsorship kama unakumbuka. Je, kwa kiasi gani mko tayari kusponsor wenzenu? Na sisi kwa wanaume tunasikia mara kwa mara kwamba probably changamoto huwa zinaanzia wanawake kwa wanawake na sio kwa wanaume. Sawa, tuanze na maswali na nitaanza na panelist Mzinga. Panelist Mzinga, swali la kwanza kabisa kwako ni kuhusu jinsi gani Tauka inaweza kujenga credible board ready pipeline ya candidates. Asante sana Mr. Kambi kwa swali hilo ambalo ni zuri sana. Na kabla sijaenda kwenye hilo swali, niwashukuru pia mkutano mkuu wa mwaka jana wa Tauka ulinichagua kuingia kwenye governing council ya Tauka, na wajumbe wenzangu wakaona pia kwamba naweza nikamsaidia CP Mary Mabiti. Kwa hiyo mimi ni vice chair pia wa governing council ya Tauka. Hili ni swali zuri, na demonstration ya kitu cha kwanza ambacho Tauka inafanya ni impacting knowledge na exposure. Mkutano huu ambao tunaufanya kila mwaka is testament ya vitu vizuri ambavyo vinafanya na Tauka kwa wahasibu wanawake. Tuko hapa sio kwa sababu tunataka kushare kwamba we are so successful, but showing you that it is possible, encouraging you that we have made it, you can do it. Kwa hiyo ninaomba tulichukulie hii conference kama mahali ambako umekuja kujifunza, kuwa inspired and taking action. Kwa hiyo jibu langu la kwanza ni kwamba tunazo conference kama hizi ambazo tunazitumia, ni sehemu mojawapo kubwa ya kuweza kuwasaidia wanawake. Lakini sehemu ya pili ambayo Tauka wanaifanyia kazi, lakini nafikiri tunatakiwa kuendelea kuifanya vizuri, ni kutengeneza database ya kushare knowledge ya who is where and how can we impact one another. Knowledge sharing among ourselves, not kwenye zile platform ambazo tunafanya online au bigger group kama hizi, lakini how can people reach out to certain people personally, one to one, to be impacted na kuwa encouraged to move forward. Kwa hiyo nafikiri hilo ni eneo zuri. We are just 3 of us here, but kuna watu wengi sana wamekalia viti humo na wengine hawajafika, ambao can really hold hand watu wengine hapa kuwaonyesha kwamba we can do it. Eneo lingine ambalo nafikiri Tauka they are well positioned to really help members ni eneo la kuangalia how we emphasize kwenye training za governance. Nafikiri technically we are already there, lakini bado kwenye issue ya governance, kwa sababu you have to be somehow ready, you have to know how to network. Nikikuuliza nani amemsalimia profesa, wewe unampita mbali. Alitangazwa kwenye TV kwamba this is the chairperson wa CRDB. Nikuuliza, umeshamsalimia? Umeshajitambulisha kwake? These are kind of training ambazo tunahitaji kuwasaidia watu. How do you do strategic networking? How do you utilize the space? Yani hatuko tu hapa kusikiliza, lakini how are you making sure kwamba unatengeneza sponsor? Mimi nikikutana na profesa kesho, atanikumbuka sio kwa sababu nimekaa naye hapa, nimemsalimia kwenye kiti, nimejiintroduce, nimempa kadi na nimechukua simu yake. Hapa kwenye hii hall. We have never met before. Kwa hiyo naomba sana tuwasaidie members wetu kujua how to network and how to move forward. And lastly is to also create platform za mentorship, kuweza kuwa mentor na kuwasaidia wenzetu on how to take risks when you want to grow your career. Ninafurahi kwamba kuna watu ambao nimefanya nao kazi kwenye organization mbalimbali, very good organization, paying organizations, and I left those organizations because I did not see myself growing.
I did not see my future there. And one of the organization, actually I was a senior accountant, but I opted to go and become an accountant, like demoting myself, kwa sababu I could see more future. Kwa hiyo kwenye career ladder, don't just expect kwamba kuna grow kwenda juu. Kuna mahali ambako uko juu, but when you look at those people who are above you, you are learning nothing. When you look at the environment, cannot really cultivate your career path, then how do you step forward? Watu hawajui hizi story, but through mentorship programs, they can really be capacitated and be able to move forward. Thank you very much. Mzinga, umezungumzia jambo zuri la matayarisho ya accountants kwenye soft skills. Professor Mori, whether soft skills or hard skills, what do you think are the habits that quiet sideline women, and how can they be dismantled? Ungependa sana pia kama ungetupa flavor kidogo ya case study, matukio na kadhalika. Bila kutaja wapi. Karibu. Kabisa, asante. The sideline meetings, you said. What are the boardroom habits? Oh, the habits. Soft, in this particular case, or even hard. Ambazo zina sideline women, kiasi cha kuwafanya wasionekane na jinsi gani ya kupata suluhisho kwa mambo haya. Nashukuru sana kwa swali hili zuri sana, na nafikiri nitachukulia pia mifano ya kwangu binafsi kwa maeneo tofauti ambayo nimepita, kwa sababu hata hapa nilipita pia kwenye boards nyingine, na the soft part or the some of the things ambavyo unaweza ukaviona. Kwa mfano nilipoingia kwenye board mojawapo mwanzoni tu nikiwa mjumbe, niliingia kwenye ile board tukiwa wajumbe 7 na nilikuwa mwanamke peke yangu, na wakati huo nilikuwa nafikiri na miaka 33. Kwa hiyo na ilikuwa board yangu labda ya kwanza kubwa, I would say. Kwa hiyo nilipoingia sikuwa najua jinsi ya sikuwa na uhakika wa jinsi ya kubehave kwenye bodi kubwa, I would say, au bodi ya kati. Na vitu ambavyo kwanza nilijitahidi kujifunza ni zile siku za mwanzo nilisema ngoja niende, nisilete ile experience ya kule ambako nilikuwa na volunteer, nikiwa najifunza nilivyokuwa na behave. Nijifunze kwa kusikiliza na kuangalia wengine wanavyochangia, lakini pia nisome sana. Kwa hiyo nilijitahidi sana kujiandaa na kuuliza maswali taratibu kama ambavyo umetuelekeza hapo kwenye the 90 days, na mimi nilizitumia sana. Vitu vichache ambavyo naweza nikasema niliviona, na nilijaribu sana kutokuangalia gender, kwa sababu naamini tunaingia kwenye board kwa utaalamu ambao tunao na experience. Kwa hata kama niko ndani mwanamke peke yangu, bado nasema wote tuna qualify na wote tuna uwezo. Kwa hiyo tusaidiane kwa hivyo. Sasa kimojawapo kuna some sort of body languages ambazo unaweza ukazi note kwa kuona jinsi wengine wanavyo kuangalia. Na hiyo ni muhimu sana pia kuinotice na kuiappreciate internally, lakini vile vile kind of ignore ili uweze kufocus. Kwa hiyo kwa mfano kuna mwenzangu mmoja ambaye alisema umeingia kwenye bodi, we ni mdogo sana, tuambie utatuambia nini, yani utaleta experience gani wakati tunafanya zile introductions. Kwa hiyo nilichukua pumzi na nikasema nijifunze hapa, niseme nitaleta nini ninachoweza kukifanya, kwa sababu ilikuwa part of the introduction. Kwa hiyo najaribu kusema kwamba kuna body languages ambazo unaweza ukaziona za utofauti, lakini vile vile kuna support. Kusema ukweli, pamoja na kwamba kwenye body kama hiyo nilikuwa mwenyewe wakati huo, I also got a lot of support from the men within the room. Kwa hiyo hata kama mtu aliuliza hilo ni kwa kutaka kuelewa, na ndivyo nilivyoichukulia in a positive way, kwamba
what does this person wants to know from me. Kwa hiyo body language, lakini jinsi ya responses, kwa mfano unaweza ukaongea kitu, na kuna wakati nilitoa mchango wangu na mwingine akasema hatuhitaji kusikia kitu mtu akisema mara mbili, kama kimeshasemwa huna haja ya kukirudia. Sasa sikuwa nakumbuka kama kilishasemwa, lakini I got to understand that it was referred to me. Sasa nikasema let me niendelee kuwa attentive zaidi ili nisirudie kilichosemwa na mwingine. Kwa hiyo those are the things. Kuna maneno mtu anaweza akasema ukilichukulia negative moja kwa moja likakuumiza, lakini hauna haja, kwa sababu sometimes mtu anasema kitu hafikiri kwamba wewe utakiinterpret vipi. Kwa hiyo nachotamani kuwatia moyo sisi tunapokaa kwenye boards, na ninajua kuna seniors wangu wengi tu hapa ndani ambao wamekaa kwenye board miaka mingi zaidi ya kwangu na wanafahamu board dynamics. The most important thing is for us to understand, learn the environment pale mwanzoni, jifunze, connect na wengine, kwa sababu utawakuta wengi ni wakubwa kwako at that particular time. Sasa hivi na mimi ni mkubwa kwa wengi, lakini kwa wakati huo, kwa mfano mimi nilikuwa mdogo kwenye boards nyingi, na nilijifunza kwa jinsi hiyo kwamba I humble myself but at the same time nakuwa firm kwenye decisions ambazo tunaweza kufanya. Asante, nafikiri nimeongea sawa. Swali langu ni kuhusiana, nilizungumza wakati na present kwamba ni muhimu ku realign system as well when it comes to ya kuenda kwa pamoja. Sasa ningependa maoni kutoka kwa SPA Kiure kuhusiana na kwamba kuna umuhimu kiasi gani tupitishe sisi kama taifa, tusukume sisi kama wanawake kwanza tusukume ili changes zipatikane, kuwe kuna what is called quota system, yani tuseme kila body kama benki kuu ilivyosema isipungue minority. By the way, sio tu wanawake peke yao, hata kama ni wanaume isipungue minority ya 3 kwenye 10, 30%, namba moja. Lakini namba 2, tuweze kuwa na system ambayo kila mwaka kila body ita disclose kuonyesha kwamba haikufikia malengo hayo, na namba 3, on that particular basis tuweze kuona jinsi ambavyo tunakubali kwamba hiyo itatusaidia ama hapana, na tufanye nini kuhusu hilo. Nafikiri swali imerudia, lakini yeye amelisikia, yuko karibu yangu, alikuwa tayari kulijibu. Asante CPA Kambi. Nadhani badala ya kuzungumzia kuweka codes, tuzungumzie kutekeleza codes au requirements ambazo tayari zipo. Kwa sababu ukiangalia kwa sisi kwa Tanzania kwa sasa hivi tayari tunazo vitu ambazo zinatutaka to disclose hiyo idadi ya wanawake kwenye management, kwenye body, ratio ya wanawake na wanaume kwenye taasisi zote tayari zipo. Na hiyo ilikuwa mwanzoni through the NBAA TFRS number 1, na sisi wenyewe humu ndani wa hasibu sisi ndio ambao tunakwenda tunaripoti. Na probably the question inakuwa kwamba je, tukisha ripoti pale zile taarifa zinatumiwaje katika kufanya maamuzi? Na ukichukulia sasa hivi ambapo NBAA inasisitiza masuala ya sustainability reporting, environment, social na governance, ambapo tunasema kwamba taasisi ziwe na framework, ule muhimili wa social ambao one of the component ambayo inajialign nayo ni SDG number 5, gender equality. Ina maana inataka tuangalie taasisi zile zinafanya nini katika masuala hayo ya gender, na sio tu wanawake lakini pia hata wanaume, kutegemeana na taasisi yenyewe. Na in one of the cases tulikuwa tunapitia ile taasisi waliomba tu tukaangalie masuala ya gender, na walikuwa wanajisifia kwamba wamefika 50-50 and they are very, very happy. Na tulikwenda, ilikuwa ni taasisi ya watu wa nje, kwa hiyo wao walitakiwa kuripoti kwao. Na kweli kwa kuangalia listi na majina walikuwa 50-50. Hasa nikawa najaribu kuwauliza mbona imekuwa all of a sudden, what did you do? Tumeongeza wanawake. Nikamwambia mmeongeza wapi? Mbona siwaoni? Kumbe sisi tumeongezwa kule chini kule. Nikamwambia I don't think this is what it means. I think katika balancing ina maana kuanzia nafasi za juu, kwa sababu bado ukiangalia board unakuta yuko mmoja, management hakuna kabisa. Lakini zile nafasi ambazo wameona wao zinatufaa sisi, pale ndio wametuongeza mpaka tukawa 50-50.
Kwa hiyo tuchukue nafasi yetu kama wanawake wahasibu kuhakikisha kwamba tunaripoti zile takwimu na tunaripoti kwenye bodi mara nyingi, na katika bodi ambazo tunaripoti whether kwa kutumia TFRS1, whether kwa kutumia SDG requirements, kule ambapo kutakuwa kuna members wa bodi wanawake, wenye viti wanawake, kama tumeripoti kwa uwazi kwa kitu ambacho kinaeleweka, then wataweza kutumia zile takwimu kufanya maamuzi. Wengi wetu tunaripoti board members ni hawa, lakini haturipoti labda katika hawa board members wangapi ni wanawake, wangapi ni wanaume. Angalia financial statements za CRDB jinsi wanavyoripoti. Utaona kabisa wameweka board member, wameweka vipicha, labda wanawake 3, wanaume 3. Kwa vile vipicha you can tell what are the ratios. Kwa hiyo kikubwa kwa sisi wahasibu ni kuimplement zile codes. Tayari tunazo sheria za nchi ambazo zinazungumzia masuala ya gender. Kwa hiyo twende tukazitekeleze ili ziweze kutusaidia sisi wenyewe. Asante sana, na nimejifunza kitu kwa sababu sifikiri hata mimi mahali ambako nimehusika kutengeneza annual report, nikijua umuhimu huwa ni kusema umri wa kuzaliwa wa mjumbe wa bodi, nationality yake, si ndio, na profession. Lakini huwa hamna sehemu ambayo, so unaassume kwa majina yale utajua mwanaume na mwanamke, lakini in a way where it is a disclosure, I think itakuwa ina nguvu zaidi. Sasa kwa sababu ningependa pia kusikia flow, nitawaulizeni swali ambalo utumie dakika moja tu or thereabout, ili kusudi turudishe tupate wisdom from the floor. Na nimuulize CPA Mzinga kwanza, how can a woman director demonstrate impact within the first 90 days on a board? Thank you very much. Kujibu swali hili nafikiri tutakuwa tunarudia vizuri, labda nitazungumza in my perspective. CPA Kambi alitouch base into that. But vitu ambavyo nimeona mimi vimenisaidia sana, the first impression matters a lot. So when you are appointed as a board member, prepare yourself. Get to know the organization. Jua kwamba kwenye board is not only about technical but balancing with the strategy. Understand the strategy, the market into which that organization operates, but also look at the risk ambayo inaiface ile organization. So I think get to connect also with people who are there, stakeholders, kuwafahamu na wao wakufahamu. I think that will be really good for you to start into that. I really don't like that you go in the first day and you start like bouncing and whatnot. It is always to understand kwamba watu unaokutana nao, they have something they know that you don't. And ndio maana tumepewa masikio mawili na mdomo mmoja. So the first sit-in, listen more, but from there, make an impact. Thank you. Asante sana. Waingereza, yeah. Waingereza wanasema keep an ear on the ground, eh? I think we don't usually do that. Na kama nilivyosema, we have natural behaviors ambazo inabidi tuzi-suppress na tuingize preferred behavior ambazo tutatusaidia. Labda kwenye line hiyo nimuulize Professor Mori kuhusiana na Kiswahili tunasema chema cha jiuza kibaya cha jitembeza, si ndio? Ya, je, unajiuza vipi ili uonekane na nomination committee? Mabodi mengi umesema umesahau. Nafikiri kikubwa ni kuwa results oriented, kwa sababu hata utakapoanza hapo ulipo, naamini kila mmoja yuko mahali, na hata umesema volunteer wherever you are, hata kwenye bodi ya kanisa, kwaya kanisa, nafikiri umetoa mfano hapa. Kwa hiyo the visibility starts when you take action. Kwa hiyo kama umeanza, kwa mfano if you are starting like most of us the way we started, tulivolunteer, na ukivolunteer kule ambako unaweza kujitolea, unatoa results. You listen,
you add value, you contribute, you read about the industry ambapo ile organization unakaa, ili unapoingia kwenye board uwe na mchango. Kwa hiyo with that results zinaonekana na unaonekana na unaweza kufahamika na kuweza kupata opportunities nyingi zaidi. Kwa hiyo kujiuza sio kwa kwanza kusema nipo hapa nione. That is one part ambayo ni nzuri pia. Lakini nyingine ambayo labda mimi binafsi naiona kwangu inafanya kazi ni value ambayo nimeiweza kuitoa wherever ambako nimefanikiwa kuwa. Na hii ni kwa neema ya Mungu tu kusema ukweli. Kwamba unakuwa mahali, you read, you learn, you grow, you network. Kuconnect pia ni muhimu sana, na kuconnect strategically, sio tu kuconnect samani kutumia ile neno, lakini ile kukaa tu tunapiga umbea ambayo nayo ni sawa, lakini tuna connect vipi strategically ili mtu aweze kunifahamu. Vile vile kujiuza kwa jinsi ya sponsorship kama ambavyo there are so many sponsors. Hata mimi kwa kokote ambako nimekuwa, naamini kuna mtu alitaja jina langu, lakini alitajaje? Aliona kuna mahali nilifanya kitu. Kwa hiyo hata sisi naamini wengi kwa vitu ambavyo tunavifanya, tujitahidi kufanya kitu cha kuacha alama kama ambavyo Brenda ametuambia, hata alama ndogo tu, kwa sababu it's a daily choice. Kwa hiyo through that there is a sponsor watching. Nilikuwa nimekaa na Asha, samani kutumia mfano huo na samani na kutaje. Ulipouliza nani yuko tayari kukaa kwenye kile kiti, nikamwambia nenda. Kwa sababu kuna kunyosha na kuna kwenda. Si ndio? So I really waited for somebody to run and come and sit. Showing the hand is something sawa, lakini that is an action. Na tumeambiwa this is a call to action. Kwa hiyo when you see an opportunity, usikae na kunyosha. Ukinyosha tutakuona, lakini you are not taking any action. Kwa hiyo kujiuza ni hicho pia. Kwa hiyo Asha, next time nikikuomba just run for it. Na yeyote yule, just go for it. Kwa sababu through that there are sponsors who are watching you, there are mentors who are watching you, but also there are people who can just get inspired by the action that you are doing. Asante. Asante sana Prof. Naona ni Prof peke yake ndo ametegua huo mtego. Ningezungumza baadaye jinsi ambavyo hamna hata mtu mmoja alitaka kuja kukaa kwenye kiti. Take initiative. Sawa eh? Take initiative. Lakini amezungumzia pia being professional. Nafikiri ukitazama katika Tanzania, of course, and this can be the same for almost every nation or polity. Taaluma ambayo iko extremely regulated ya kwanza, na nitasema what I mean by regulated, ni udaktari. Si ndio eh? Kwa sababu udaktari watu ndio kosa kidogo tu, si wale wa moyo wapo, baada ya kupasua kichwa ukapasua goti, unajua shida, si ndio eh? Alafu inafuata engineering. Sawa eh? Sijui mtanibishia, lakini nikasema very closely third ni accountancy ama accounting. Au nimekosea? Nimepatia, si ndio eh? Lakini huko kwenye engineering na huko kwenye udaktari, nani anashika pesa, nani anasimamia pesa, nani anasimamia risk? Nani? Yeah. So in fact you are supposed to be most professional. Na ndio ambacho anasema Prof hapa. Kwa nini hatuonekani? Labda nitakuja kwenye flow tutajaribu kuchangia kwa nini hatuonekani. But we are one of the, ukiangalia na NBAA, Mr. Maneno alikuwepo asubuhi, Prof Sylvie yuko pale hata sasa hivi. Angalia the kind of conduct, code of ethics na vitu chungu mzima, enforce na vile vya kuingia nyinyi wenyewe. Kwa nini vinaishia tu katika kuwa CFO, katika kuwa FM na kuwa DF alafu basi? Then let me quickly get so CPA Kiure I don't know how many accounts ume audit, lakini sijui humongous number of them. Unakumbuka naweza kushare kwa sisi na sisi hata namna moja whereby kulikuwa kuna mwanamke huyu mwenye sauti laini na ndogo na aibu, lakini alishika calculator kubwa sana, akaleta changamoto, ikasaidia bodi. Si kama una chochote cha kushare? Again, najua ni professional bila kutaja zaidi hapa.
Thank you for the question. Ni many cases ambazo tunaona women accountants wanasaidia bodi zao, na nadhani nitalitoa kule ambako wenzangu wameongelea from your first question. Kwamba women accountants wanasaidiaje hizo bodi ambazo wamekwenda. Na nitaanza pale kwenye kuelewa ile organization, lakini pia kuelewa culture. Tutazungumzia kuelewa organization, labda nikizungumzia bodi za ndani, lakini kwa miaka ambayo nimekaa IPSAS B na IFAC, nimejikuta nikizungumzia pia culture zaidi. Kwamba probably labda wakati ninaenda IPSAS B, my worry is not about the knowledge or everything, lakini ni kuhusu culture ya wale, kwamba nikifika itakuwaje. Yeah. Kwa sababu nafika kwenye bodi ambayo tuko 18, halafu mtu mweusi unakuta niko mimi peke yangu. Halafu before the board they talk and I don't know what they are talking about and I see them laughing. And I don't understand. Kwa hiyo napendeka kuambia kwamba kuna kikao nilienda, nilivyosikiliza nikagundua walikuwa wanazungumzia mpira. Unajua because before the board you have to mingle. Yeah. Sasa how do you mingle wakati uelewi unachozungumzia? Unabakia tu unakunywa chai na juisi. Kwa hiyo nilivyotoka usiku nikaenda nikaangalia, nikakuta walikuwa wanazungumzia mpira wa UK. Na mimi nikasoma pale, nikagundua wanacheza Messi usiku na nini. Asubuhi nikaamka nikachungulia majibu. Nilipoingia tu nikawakuta na mimi nikaanza, "Hey, did you watch the match yesterday?" That was bad. But you see, that's how they looked at me, like, "You watched the match?" I said, yeah, did you see the goal which Messi scored? And I'm very serious. Yeah, and then we were friends from there. They involved me in their discussions, eh? Yes. And then I found it that even when I went in there, now they were looking at me more like a friend. Yeah. So the culture was very important. So sometimes when we say, like, you give me these 90 days, in those boards, I don't have 90 days because they expect me to jump in from the first day, like to have read all the papers from the past 3 years before I get there. Yeah. So there I'll talk about the culture because the knowledge might not be a problem, but you need to have the knowledge. Yeah. Now, as a woman board member or woman auditor, because you've asked it from the point of view as an auditor, I always find it like it is how you put your point forward for them to understand, and that is very important. And as a woman board member, Prof being my chair, I always have to look at the organization and say, nitaad value ipi sasa hapa ninapokwenda. So I'll pick ATCL as an example na kusema Mungu wangu mimi nimeenda pale ATCL kuna nini. Kwa hiyo nitajisoma pembeni kuhusu ATCL, then nimeingia pale nikagundua hapa kumbe shida ni hesabu tu. So I take the initiative to train those people na nini. Na ule mwaka wa kwanza ATCL tulichukua zawadi ya best presented accounts. So they were like, okay, so there is value adding. And from there, sasa unaanza kusale free, hata wakikosa, hata mkiipata, then they know that, okay, the ladies are there. And it was just me and Prof in the beginning. So it was really nice the way they were listening to us na kuendelea. But also as a woman auditor, sometimes you face challenges, lakini ndio ile kujua kwamba it's not personal, wala hawakubishi kwa sababu wewe ni mwanamke, ni kwa sababu tu labda ni kazi ya audit, kazi yenyewe ni ngumu. So I'll remember this specific case ambapo tulienda ku-audit na management wote walikuwa ni wanaume. Na wakati tuna audit, they are not giving us the information, kwa hiyo my team was complaining. Mpaka tunafika mwisho and it is this big organization. Naenda pale namwambia DG, naomba information and nothing is coming out. We are finishing the audit and no one is worried. So I'm looking at them and I don't want to fight. And I'm like, okay, tumemaliza audit, I'm calling an exit meeting. And wamekuja wote, and I always say like wamekuja wote na suti zao. And I have to present my issues. So una present zile issues and I see them, they are not even worried. Nikasema ngoja tu waone kitu nitakachowafanyia. Nikamaliza, nikasema okay, now this is the opinion. Okay, they are waiting, I'm giving them my opinion. The opinion has 6 pages. All the issues ambazo hawajazeta information, hata bank reconciliation, iko kwenye opinion. And I'm saying now, this is the opinion, it's a qualified opinion, because there was nothing. And I'm smiling. And they're like, what do you mean this is the opinion? I'm saying, yeah, that's the opinion. There was nothing. And now they're saying, you don't have to leave. We have to give those information. Kumbe the information was there. Kutoa. I'm saying, no, we can't kwa sababu mimi na kazi nyingine na timu ina kazi nyingine. Sasa nyie mtakapokuwa mkizileta, sisi tutakuwa tukiclear opinion.
Kwa hiyo saa nyingine nikagundua baada ya pale, nikasema hawa watanitoa kwenye hii kazi. So I met the DG baada ya pale. The DG anawaambia wenzie, mnamuona huyu? Huyu anakuwa huko anakuchekea bwana. She's very helpful kwa sababu walikuja kusifiwa huko nje kwenye serikali. She's very helpful, huyo ndo tunayemtaka. I'm auditing that particular entity mwaka wangu wa 12. They really don't want me out. Wanasema huyu atakwambia. Kwa hiyo I'll just add something else kwa sababu tuko na wahasibu, probably not related to board. Kama sisi kama wahasibu tuweze kuangalia jinsi gani tunajiweka kuwa more visible. Tusikae tu ile nyuma kwenye finance department. We know issues but we do not talk about them. And we always go to these seminars, tunakuja TAUKA, tunaenda NBA, tunazungumzia what are the current issues, cyber security, sustainability na nini, but how do we take advantage of that? How many do we have in here ambao ni wana zile certifications za sustainability mpaka sasa? I know we talked about it last year. Wangapi wamefanya? Don't tell me amna hata mmoja alienda kufanya. I know we don't have it locally, lakini kunazo zile za nje ambazo mtu ungeweza kujisukuma. Ana umefanya? Yeah, Ana amefanya mmoja. Hamna mkono mwingine. You see, that is the problem. Na tunajua kwamba NBAA si ameshasema kwamba we have to implement. And we all know that the SDGs, the DIRA 2050, now those things have to come to the director's report. Yeah. Kwa hapo sasa ndio ile tunasemaga, napendaga kuambia ofisini, jamani vierere vya Kihindi, najua naongeaga hata hapa, ndivyo vitakavyo tusukuma. So last year we talked about the SDGs and I was like, okay, so what next? How do I run? Then I went to the Tiara and I was like, you know, Tiara, there is this thing about the SDG. And I could clearly see kwamba no one understand what is it that we are talking about. So I said, okay, Tiara, I can show you how this is done. And I could see no one was interested. So I prepared the framework for the Tiara's office free of charge. And I know my boss Joseph was complaining like, this is a huge assignment which you should charge, na unafanya free. Nikamwambia it's not a problem. Nikatengeneza zile framework za sustainability, nikampelekea, nikamuelezea, and he was like, you know what? Mimi nasikiaga mnazungumzia sustainability, sijawahi kuelewa mnazungumzia nini mpaka leo ulipokuja hapa. So I said, okay, so that is it. And you know what happened? Tiara was arranging the CEO's forum, and before the CEO's forum, he was arranging something else. So in all those forums, he called me. Akasema Nema ndo atakuja kuzungumzia kuhusu sustainability. So when he called me saying, Nema, you should come to Arusha about sustainability. Me? Do you mean me? I said, yeah, come over. It was CEOs and board chairs. I remember Prof was there. And they really liked it. And of course, I'm a GRI certified sustainability professional. But what I saw after that was calls from most of those CEOs, and they were saying like, hey, you know this sustainability, we have an expert in Tanzania, it's Nema. And I'm like, no, I'm just an expert in reporting, not in that thing. Yeah. But now it becomes like an opportunity. So let's take opportunity on those areas, because sababu, taasisi zenu zinataka kuappoint sustainability coordinators. Why don't you volunteer? Si wote taasisi zenu zinazungumzia ESG and they want ESG coordinators. Where are you? Why don't you volunteer ukateke hizo nafasi, and then hata bodi ikitaka sustainability profession, you'll say I'm there. Tuendeni. Kwa hiyo the visibility to conclude with that. Yeah, thank you very much. Yes, a big one. And so you see, this is what we're talking about. Tulikuwa tunazungumzia opportunities. Kumbe there was an opportunity staring at you right in the face. Na tumepata not a very convincing answer here. Probably your ticket to the next board is kwenye SD, kwenye ESG, probably. And then utasema siwezi kuteuliwa, utajaribu kutumia mbinu za Professor Mori na kadhalika. Nachoweza kusema CPA Tumaini, probably TAUKA needs to take this up in terms of helping the members. Mara nyingine watu wanasikia lakini wana so many questions, wanabaki tu kimya na kadhalika. Kwa tuone jinsi gani ya ku-educate members ili waweze wakashughulikia jambo hilo. Across the room, I think there are burning questions. There are, issues where you want to kuchangia. I want to recognize kwanza experience,
So from experience point of view, tusikie kutoka kwenu what we've present, what we've just discussed, the questions, and also if you have certain things you want kuchangia ama kusaidia. Madam MC, naomba msaada mara mbili. Kwanza to pass the mic around, lakini pia kunipa indication how far in terms of minutes can we extend kabla tuja burst completely out of our time. About? Okay, thank you. Two questions. Okay, we are over the line. So kuna mkono pale niliona tangu mapema. Kwa hiyo hii miwili hapo. No, ulikuwa karibu na hapa. Okay. Sasa umeshafika karibu na kule. Yeah, so we'll come to Prof and then we'll come to Madam Akro. Please, Madam, keep it short and crisp. Hello. Bwana Kambi umeongea that I keep it short, but others we have got a problem. When you get a mic, we know where to start, but we don't know where to end. I'll try. First of all, I would like to congratulate the board members. Of course, they are chair of the boards. We really appreciate that, especially for, and we need to be more and more on that. Although, my colleagues, sometimes you apply to be in these boards, you apply and apply. I know you are facing, but you are not being picked. I don't know what we are missing. Maybe you can tell us. What I want to say, just quickly, you have mentioned sustainability, but also I heard from you, especially me, I wanted to mention the Sustainable Development Goals, SDGs. I remember maybe 2 years ago, Tumaini invited me to present SDGs, Sustainable Development Goals, to accountants. We went to Dodoma, and most of the accountants participated. There were many, from the ministries, from the institutions. It was a good one. I was so surprised. Most of the accountants, they didn't know what is that. Then I asked them, are you working in those institutions or ministries? Then I realized they were so open to tell me that, jamani, atukaribishi kwenye especially those policy matters, strategic matters. So, most of the accountants wanakosa hizo opportunities. Jamani, na viongozi mlioko hapa, na nyie mabosi wa kule juu nao waona, taidi accountants wawe involved not only on financial issues only. Tutapitwa na mengi. Naomba asa SDGs ndio ziko kwenye pipeline. Tutafika 2030, we need to report what, kwa sababu kila country ina assignment what we are supposed to report. Naomba we need to understand what is going on in this world so that we are all up to date. Asante madam, asante. Tutapitwa na mengi na viongozi wa provide the lead. Prof Sylvie, hapa kwa Prof. Thank you very much, Saidi and the team. One thing, Illuminata amesema, are we all informed of DIRA 2050? DIRA
reformed? Are we pursuing it in our funds, in our corporate one? What does it say about women? Tunataka tuwe nchi top katika Afrika, tupunguze the gender 85%. We have a role to play. Nataka kuongea kitu ambacho hawajaongea wote. Getting into these boards, playing executive roles, the cost. Ladies, let's network and talk about the barriers, the innate issues which women are going through, and how do we navigate them. I know women who have been divorced. I know women who have been separated from their husbands just because we have failed to balance the opportunity cost of getting there. And you know, you are a CEO, you are a CFO, you are a director in multiple boards, but at what cost? I have been there. There are costs, but don't fear. There are ways you can navigate. There are ways you can navigate. It goes with the legacy. It goes with the legacy. Do you want to become a CEO? Do you want to become a board chairperson and a director who is divorced? You don't want. So number one, say in bucket, my marriage is going to be full. I have several buckets. Marriage is going to be full. My religion to be full, my children are going to be full, my social, my close family, this bucket is going to be full. If it takes you 14 hours to work, do it. But don't do these things half-half. Yani uwe umejaa. Uwe umejaa. I want to be very honest. It is not easy. Neema, you didn't say it. I know, it's tough. It's tough. In the boardroom, the first thing, and they've said it, cha kwanza, knowledge number one, yani ukiongea, kiwe kimeshiba. In the strategy, I read on such and such a page, our trajectory is to go this way. What about this? Is it aligned? Swali hilo linamputi chairman anasema as Sylvia said, yani ukishaisikia tu hiyo, then you are there. Sindio You are there. Uno nimehit. You know, you were a chairperson of the audit committee. You say, yes, these numbers, all these metrics, yes. But what did we agree at the beginning of the year? We are discussing H1. Where are we? Why we have departed? Can we know reasons? Can we know the challenges? How are we going to position ourselves into H2? Swali hilo sili kila mtu linamput off. And then you sit down. I'm requesting CEO and her team, CEO and his team to explain. Knowledge, be assertive, make yourself visible, ask intelligent questions. Wakina mama wana tendency ya kufikiria huyo naye ataleta swala la usawa wa jinsia. Wewe mwenyewe ukiongea tayari unaweka usawa wa jinsia tupo. That's very, very important. But the opportunity cost, I don't want you to undermine them, ladies in this room. Ni lazima mwe cognizant of them. Na unaziweka against it. Brenda talked about it very well last year. Pikipiki ya kukuletea chakula nyumbani kimepikwa, unapitisha mlango wa nyuma huko hapo. Chapati ziko warm huko hapo kwa Irene. So thank you, Prof. I think that's very important to bring up. Uongozi una opportunity cost na opportunity lost. Now, either you need to be prepared, number one, but number two as well, you need to be able to navigate what is. Prof was talking about buckets. Seek the book, The Diary of a CEO. Kinazungumzia vizuri sana, expanding on what the Prof was saying.
So tutasikia madam, karibu. Asanteni sana wazungumzaji hapo kwenye meza. Kwa kweli nimefarijika sana na kile ambacho mmezungumza. Na nataka tu nisisitize vitu viwili. Kwanza kabisa kile kiherehere cha kisomi. Mimi nakitaka kiherehere cha kisomi. We must have it. Lazima uwe nacho. Lakini pia wahasibu tuko very conservative kwamba we are just number crunchers. No. We have to get out of that comfort zone and do more than the numbers, than crunching the numbers. Unafanya kazi kwenye hospitali for 3 years or even more. Do you even know procedures wanazozifanya? Can you explain what they do? If they do, let's say, vasectomy, unajua wanafanyaje? How long does it take? If you are in a hospital, you need to know those things. And if they don't invite you in their meetings, invite yourself. Ukiingia kwenye mkutano, hakuna atakaye kufukuza. Unaingia and you contribute, kama wanavyosema, contribute positively so that they see umuhimu wako pale kwenye huo mkutano. And things will work. So let's get out of the comfort zone, kwa sababu we are very comfortable with the numbers. We don't want the strategic issues, but it is our business. As accountant, we have an advantage ya kujua organization 360. Kwa sababu through numbers, if you read the numbers, you understand everything in the organization. Let's make use of that. Let's capitalize on that. Thank you. Asante sana. That was quite powerful. Kwa hivyo tumesema you need to add value, and that value has to be seen, sindio? And to add value, you have, one, to think out of the box, two, to do and go beyond what is expected, but 3, to get out of your comfort zone. And this when utakutana na bahati. Mambo mengi ni bahati, lakini bahati ya kufuati ulipo. Utatembea huko, utakutana na bahati, then things will work. Now, I'll go back to my wonderful panel, giving them, a chance to deal with these issues in the way they think, they are comfortable, and specific michango ambayo kwa nayo kwa maksudi kabisa. Each one of them, and then we'll be done. Watarudisha kwangu pamoja ili kufunga. So Professor Mori, something that you might, before me asking you, you might have wanted to say regarding this issue. Asante. Natamani tuondoke hapa kama wanawake wahasibu, accountants and auditors, and maybe finance people like myself, that we know we can do it, we can make it, and we can make that difference. Gender diversity is not about ticking the boxes. It is about the value that we as women are bringing to the board and to the strategy of the organization. So let's move on and aspire to be more involved, more engaged, and take the action. Let's go for it. We can all be contributing to the boards and to the organizations. Thank you. Thank you very much. Before maybe you give up a very small question, because so ATC is quite a prominent organization. Macho yote yako hapo kwa kila namna. CRDB is debatable now, lakini still is the leading bank in the country, isn't it? Unasemaje kuhusiana na hii opportunity cost and opportunity loss ambayo wewe unayo kudeal na vitu kama hivyo? Very short. Kwa kweli kama alivyosema Professor Sylvia, mwalimu wangu, dada yangu, mpendwa wangu sana, ambaye najifunza sana kutoka kwake. There is a lot of cost, lakini the balancing of it also is important. Najua it's difficult to balance, lakini kwa kesi ya kwangu mimi nasema it is always quality time at work and quantity time at home. Balance my time kwa kusema when I'm supposed to be in the board, whichever board, I give all my time, the quality of it. So I really focus on that. And then I also try to have more time with the family. So it's like the quantity, because the family do not understand about quality. They want masaa mengi na familia. Kwa hiyo najaribu kubalance kwa jinsi hizo, lakini there is indeed a cost to that. Yeah, okay. Asante. So you want to tell them that it is indeed quite involving, maybe kidogo painful, lakini is well worth everything that you do. Kabisa. And pia kukumbuka kwamba you have people. Yeah. So
ya Tanzania. Mwenyekiti wangu wa audit ni Neema, kwa hiyo I rest as you have mlivyomsikia. Kwa hiyo najua na wenye viti wengine pia wananisaidia. Kwa hiyo kutumia pia the team ambayo ninayo inanisaidia. Asante. Okay, tumejifunza kitu kingine. Mwenyekiti wa audit akiwa mwanamke probably mwenyekiti analala vizuri usiku. Sipiana. Yes, very much so. Karibu. Asante, ningeweza kuzungumza mambo mawili kabla sijafunga. Jambo la kwanza, CPAs tunakuwa so uncomfortable kabla hatujawa CPAs. Na we worked so hard day and night kupata CPA. Tukishapata CPA, it's like mtu ametuambia we are done. So we become comfortable being comfortable. So let me tell you one thing. There is no success in becoming comfortable to be comfortable. Success iko kuwa comfortable to be uncomfortable. Unaona jinsi ambavyo ulipambana kupata CPA. Kwa nini? Kwa sababu unajua unataka kuwa head of department, unataka kuwa nani. Sasa pale sio mwisho, hakuna mtu amechora mstari pale. Sasa anza kujua programming, strategy na kuwa uncomfortable. That is where success is, na una uwezo wa kwenda even further. Kwa hiyo naomba niwatie moyo kwamba kama wengine wameweza, hata wewe unaweza. Ndivyo tulivyokuwa tunaambiana kwenye zile CPA. Kumbuka mimi nilikuwa nafanya ile CPA nilipomaliza chuo, ni kama vile pia katika chuo changu nilikuwa nasomea na mume. Manake niligraduate na kuolewa mwaka huo. Mamangu akashangaa akasema ulikuwa unasomea na mume jamani. Kwa hiyo niliingia kwenye CPA nikiwa mjamzito. Na nikakutana na mwalimu wangu mwanaume ambaye naye kumbe alikuwa amestruggle kupata CPA for years na mpaka muda huu alikuwa hajaipata. Akaniambia CPA is going concern. Nenda kajifungue kwanza urudi. Mimi nikasema is not a going concern. This CPA nitaipata na mtoto nitampata. And indeed nilipata CPA na mtoto nikampata. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo, hilo ni namba 2, kuna vitu vya kukatisha tamaa ambavyo tunaambiwa. And I can stand and swear to you kwamba sijawahi kupata favor yoyote ya kugrow kwa sababu mtu amenibeba, but because I presented myself kwamba I can do it. Kwa hiyo wengi wa wanawake huwa tunasema fulani amefanikiwa kwa sababu ya hiki, anajuana na fulani, anajuana na hivi na hivi na hivi. Mimi hakunaga mtu ninayemjua kwenye organization zote ambazo nimeenda. Just equip yourself with get and push forward. Na utaona milango inakufungukia yenyewe. Wala huna sababu ya kuipush. Na sisi tuwe so professional, tujifunze na let's be comfortable to be uncomfortable. Thank you. Asante. Kubwa zaidi, it will never get easy. So learn to live with the way it is. It will never get easy. Tunajua na wisdom kubwa. Then CPA Kiure for the gaps that you want to fill in. Thank you. Yeah. Maybe ni kuendelea tu kutiana moyo na kukumbushana kwamba we are at a point ambayo we have to learn to unlearn. Leave the old habits, grab the new opportunities ambazo zipo, kimbia mbio. Kama ambavyo ungekimbilia hichi kiti, yani wewe ukitoka hapa ukiona opportunity unakimbia mbio, utajifunza wakati unayo mkononi. Umo tutaelekezana, lakini ushaikamata. Kwa hiyo the opportunities are many. Hata huko kwenye bodi wanazosema zinatangazwa, ukiona haipatikani unaenda unaanza kuvolunteer. Ukivolunteer wanakujua, watakuomba mwenyewe njoo, lakini umo ndani. Lakini usisubiri mpaka mtu akuite, wewe ukiona wewe kwa pua toka nayo. That's how you will grow. And hakuna kitu kigumu, kila kitu tu ukishakipata ukijifunza utakwenda nacho. Thank you. Asante sana, makofi. Kuna kitu kingine cha kujifunza hapo, and probably that is very, ni tabia ya kiume zaidi ya kike. Men take a lot of risk. Nilimsikiza Brenda, nafikiri ametoka yupo alisema something weza kumjibu pale. Kuna msemo mchukue, unasema fake
still you. Yani valid. Ingawa una mbaya. Ni valid. Sawa? Ni lazima, kuna watu hata unamwambia utaanza kuvaa lini, anasema nitakapokuwa na hiyo position. No, anza kuvaa sasa hivi, hii position itakukuta, si ndio? Yeah, kila kitu anasubiri mpaka muda ufike. Muda huo hautafika. Anza kuvaa sasa hivi, anza na kadhalika na kadhalika. So I think Neema says, you know, as it is. Na niseme maneno ya mwisho kabisa, Madam Advocate, kwamba nikiondoka commitment zenu zifuatazo. Number 1, that you will build a board readiness portfolio. Kila mmoja wenu aandike atatengeneza board readiness portfolio. Kama unayo ukaimprove kuanzia hapa kwa sasa. Nafikiri CPA Tauka inawezaje kwenye swala hilo kwa member. Na IOD inaweza kusaidia. Also wale ambao kwenye maboard andika kwamba I will challenge my board to use the Tauka. Kwa mzigo unaendelea na kwa CPA kusanya members wako wote, useme nani wamefanya the type of easy training za board red, ili uwe na hiyo pipeline na kuangalia baada hapo how that to be put. Na hawa members wako hapa, hata gawaneni hata wenyewe. Seme Professor Mori huko si ndio, na watu 3 ama 4. Sisi kama audit tunapata a lot of request kuhusiana na tunahitaji mwanamke umri fulani, accountant, you know, economist and so on and so forth. Na la mwisho, sisi wote na mimi pia nipo kwenye hilo, tuahidi kwamba we will advocate for a public register of board ready women. Hii Tauka ni anzia, lakini let's work in such a way to will have a public register board ready women. Nirudie kidogo tu kwa maneno ambayo Professor Sylvie aliyasema hapa. I think being a woman is a blessing. Yeah, I'll say I think, kwa sababu that's what I can say. Lakini there's never been the best time to be a woman in Tanzania kama sasa. Kwa sababu hii dira 2050 ambayo moja wapo ya ni inclusivity. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi milango imefunguliwa. Viti tupu, sasa mvikimbilie hivyo viti. Asante sana kunisikiliza. Pigeni makofi makubwa panel yangu.